Ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Samalen TV, nilikuwa nilikuwa sasa hivi nitampigia mzee wetu Mheshimiwa Mwandambo na niweze kusikia kwamba baadhi ya maswali yetu kwamba ana mtazamo gani kuyahusu. Cha kwanza ni kwamba uliwahi kujulikana kama mtengeneza maudhui ya kidijitali. Ni nini kilikusukuma kuingia moja kwa moja kwenye mjadala wa kisiasa na kuwakosoa haswa viongozi wa Chadema? Nilikuwa mtu wa mitandao. Nini kimenisukuma kwa kukosoa viongozi wa Chadema? Ndio. Kwa sababu wanakosoleka. Ukisema wanakosoleka nadhani sio jibu ambalo limekaa sahihi. Ni binadamu, hata wewe unakosoleka. Ndio, lakini mara ya kwanza lakini mara ya kwanza tuliona ulikuwa unakosoa zaidi serikali, na baada ya kukukuta alokukuta ndio ukamia kwa viongozi wa Chadema. Hii imekaa vipi? Pande zote zinakosoleka. Ndio, lakini ila mwanzoni nilikuwa nawakosoa wenye nguvu. Sasa kwa sasa hivi unawakosoa wasio na nguvu. Nawakosoa wasio na nguvu. Kwa nini unawakosoa wasio na nguvu? Yes. Nawakosoa kwa sababu nimegundua udhaifu wao. Sasa zamani ulikuwa unaujua udhaifu wa uliokuwa unawakosoa ambao ni wenye nguvu? Zamani niliona udhaifu wa wenye nguvu. Ndio. Baadaye nimeona udhaifu wa wasio na nguvu pia. Ndio. Kwa sababu wasio na nguvu nilipokamatwa, ndio, mpaka wengine ni jirani zangu, hakuna kale nitembelea kunipa pole. Kwa hiyo kilichokusababisha ukaamua kufanya hivyo ni kwa sababu watu hawakukutembelea au hawakuamua kuja? Hawakuona umuhimu wa kile nilichokuwa nakifanya. Okay. Hawakuuona. Yaani nikupe mfano, Sugu ni mtu wa karibu sana mimi. Ndio. Tuko Mbeya hapa. Ndio. Hakuwahi piga simu. Ndio. Wala simu ana Chadema wa Mbeya. Ndio. Na mbaya zaidi, ndio, siku moja nilisema nampenda Samia. Ndio. Ili kusawazisha mambo. Ndio. Jamii nzima ikageuka, naanza kwanza kuniita msaliti. Unafikiri ni kwa nini? Ni kwa sababu nilisema nampenda Samia. Na kwa mtazamo wako ni kwa nini watu walikukosoa na kusema labda wewe ni msaliti? Kwani haikustahili yeye kupendwa? Yaani kuna nature moja. Ndio. Ukienda ukitamka kauli kinyume na wanavyotaka, ndio, basi wewe unakuwa hustahili. Alafu bahati mbaya sana, ndio, na Maria Sarungi akasema huyu hana msimamo. Alafu Recho Dangwa akasema ujamaa amekula milioni 50. Taarifa ambazo hazikuwa na usahihi. Na jamii nzima ikapokea hizo propaganda. Na baadaye ikawa nikirusha kakitu, sikosoi serikali, sikosoi wapinzani. Nikirusha kakitu tu wanasema msaliti wewe. Nikirusha kakitu tu unamalinda wewe. Umefanywa na Mafwele. Umefanywa na Mafwele. Kwa hiyo ikawa ni jambo ambalo limejijenga. Sikosoi, narusha tu clip, nacheza muziki, comment zinazofuata wamefanywa na Mafwele. Alafu kwa bahati mbaya sana, Dar es Salaam pale Kilimanjaro hoteli natoka, ndio, nakutana na Chadema wametoka kwenye kesi ya Lissu. Ndio. Wakaanza kunisomea msaliti wewe. I see. Wana Chadema, yes. Sisi ndio tulikuinua, wananiambia hivyo. I see. Sasa conclusion ikawa jamii imenichagulia upande. Kwamba ndio maana nasema
Watu niliowaona wadhaifu Ndio. ndio nikaugundua udhaifu wao zaidi. Okay. Kwamba kumbe hawa hawana akili. Mambo yote niliyofanya kwa miezi au mwaka mzima kupigania, ndio wameyafuta kwa sekunde moja. Na kusikiza propaganda na kuniona sina maana. Okay. Yeah, kwa hiyo wakati huo kumbuka, nina kesi, ni polisi. Ndio. Natakiwa kuripoti mara moja kwa mwezi, kila mwezi, kutoka Mbeya kuja Dar es Salaam. Ndio. Nauli kuja 80, kuja 80. Ndio. Huku naitwa msaliti. Nisifanye kosa ndani ya mwaka mmoja. La sivyo naswekwa Segerea. Okay, na je, na vifaa vyangu viko polisi, simu. Anayeumia ni nani mheshimiwa? Ni Mwandambo Clemens. Ni Mwandambo Ndio. Alafu uliokuwa naishi na wapigania wanakuita nani? Wanakuita msaliti. Yes. Okay, na je, kesi yako hadi sasa imefikia wapi? Inakaribia kuisha na imebaki muda gani hadi sasa hivi? Mpaka mwezi wa 12. Mwezi wa 12 mwaka huu. Yeah. Na je, kuna katazo lolote umelipokea hadi sasa hivi kutokea serikalini? Of course. Ni katazo kuhusu nini? Ni katazo kwamba kuripoti nimeache. Sija kuelewa vizuri hapo. Sitaki kuripoti tena. Kwa sasa hivi hautaenda tena kwenye hizi za kwenda kila mwezi mara moja kule Dar es Salaam. Yeah. Okay, jambo jema. Okay, swali lingine ni kwamba unapotoa tuhuma na ukosoaji dhidi ya hawa viongozi wa kisiasa, ni vigezo gani unavitumia kuhakikisha taarifa zako kwamba ni sahihi na zimethibitishwa, ikiwemo pia ile ambayo nilikuuliza muda ule kwamba niliona baadhi ya ile clip uliokuwa unasema kwamba wao Heche na mwenzake kwamba ni watu sasa taarifa hizo kwamba unapataje usahihi wa taarifa hizo? Kwani wewe shoga unamwelewaje? Ni mtu ambaye anashiriki mapenzi ya jinsia moja. Basi mimi najua shoga ni rafiki. Lakini baadaye ulisema hawana marinda. Huoni kwamba hiyo ulikuwa na maana nyingine kabisa? Kwani marinda nini? Marinda nasema pambo ambayo yako kwenye nguo. Kwa hiyo ulikuwa na maana hiyo. Okay, na swali lingine. Kwani wewe una marinda? Mimi ninayo. Una marinda kwenye suruali, kwenye shati, kwenye nini? Ninayo, lakini kwa maana nyingine ambayo nadhani watu wanamaanisha ni kwamba ni mtu ambaye amekamilika. Yaani hakuwahi kufanya vitendo vya namna hiyo. Mimi sifikiri hivyo. Mimi najua mtu hana marinda ni kwamba nguo yake haijashonewa marinda. Okay, kumbe ndo kitu ulichokuwa unamaanisha. Okay, sasa naomba niulize swali lingine. Je, unaamini maudhui yako yanachangia kuelimisha wananchi kuhusu siasa au yanaongeza tu mvutano wa kisiasa? Mimi naamini ndio yanaelimisha watu, kwa sababu ndio inaonekana kwamba upande wa upinzani ndio ulikuwa unaonekana kama ni upande sahihi zaidi. Kwa taarifa zipi? Kuna uhakika kwenye hilo? Uliwahi kulihakikisha? Yeah. Na naendelea kuhakikisha. Yeah. Kwa hiyo unaamini kabisa kwamba yanachangia kwenye kuelimisha wananchi na hayaongezi mvutano wote wa kisiasa? Labda nikwambie jambo moja. Ndio. Mvutano wa kisiasa ndio ni jambo lisiloisha mpaka binadamu apotee duniani. Kwa sababu binadamu wana interest tofauti. Ndio. Wana mitazamo tofauti isiyofanana. Exactly. Kwa hiyo mvutano wa kisiasa ni kitu kisichokwepeka. Ndio maana Chadema wana msimamo wao. Ndio. Chauma wana msimamo wao. Exactly. Jinsia la mageuzi wana msimamo wao. Na ile misimamo ni mawazo ya watu. Ndio. Kwa hiyo mivutano ya kisiasa, hata Mwandambo nikikaa kimya leo, ndio ni kitu kisichokwepeka katika jamii. Okay. Na je, iwapo viongozi wa Chadema akiwemo pia makamu mwenyekiti Heche akikupa nafasi ya mjadala wa wazi, je, ungekubali? Kwani kuna shida gani? Na je, ungependa mjadala huo ujikite kwenye hoja zipi?
hoja tu za kijamii, kwa sababu siasa inahusu jamii. Okay. Yeah. Na swali lingine, je, kwa maoni yako mipaka ya uhuru wa kutoa maoni na matumizi ya lugha inayoweza kuchochea mgawanyiko wa kisiasa iko wapi? Mipaka mipaka ndio sijaiona, isipokuwa mipaka inategemea ndio mazingira, ndio inategemea utamaduni, ndio mipaka inategemea sheria. ndio Kwa mipaka hutegemea vitu vingi sana. Kwa mipaka haina jibu la moja kwa moja. Yeah. Na ninakumbuka siku moja ulitoa video ambayo ulikuwa unaonyesha ukiwa umeshika zile toy guns, hizi silaha ambazo ni bandia, ukiwatisha watu waliokuwa wakijaribu kufanya walichokuwa wanataka kukifanya. Na nilikutumia, nakumbuka, screenshot ya kuonyesha kwamba jeshi la polisi liliwahi pia kukanya matumizi ya hizo silaha bandia. Hiyo ulichukuliaje? Baada ya ile uliona kwamba ni kitu ambacho pia ulikuwa haukifahamu, au je, uliwahi kupokea pia onyo lolote kutokea kwenye hizo mamlaka? Labda nikwambie jambo moja. Ndio. Kitu chochote ndio hata kikikosa uhalali, ndio kuna kipindi uhalalishwa kulingana na mazingira. Ukisema hivyo unamaanisha unamaanisha nini? Namaanisha kuna kipindi unatuhumiwa kuua mtu, unaweza ukakataa, ndio, lakini unasema uongo na dini inakataza uongo, mahakama inakataza uongo, ndio. Kwa hiyo kuna mazingira hupelekea sheria wakati mwingine kuwekwa kando. Kwa hiyo wewe uliweka sababu vijana ndio wameamua kuandamana. Na historia tunaijua, watu walikufa sana tarehe 29. Exactly. Yes. Kwa hiyo kile ni kama kuwatisha watu kwamba ole wenu mkiandamana. Na kwa ulikuwa unawatisha vijana. Yes. Na yes, kwa sababu kilichowakuta tarehe 29 ndio ni kitu ambacho wanaharakati wamekiimba sana. Ndio. Ni kitu ambacho kimezingatiwa kimataifa. Ndio. Kwa hiyo kuokoa watoto ndio wasikutane na zahama na mambo mabaya, ilikuwa lazima tufanye kitu. Okay, na swali la mwisho kwa sasa hivi tumeona hawa wanaharakati wengi wametengamana, yani huyu anakuja kivyake, huyu anaanza kuwasema wenzake na nini. Unaona ni kipi kinaweza kikawa kimekuwa sababu ya wao kutokuwa na mshikamano na kugawanyika, kitu ambacho pia kimechangia pia baadhi yao kutokuaminiana, na wengine pia wakisema pia usimsikilize huyu na usiwasikilize wengine? Hicho unakionaje au unakiongeleaje? Sijui, isipokuwa naamini ni masilahi. Kwamba unaamini kwamba wao huenda wanalipwa? Of course wanalipwa. Sasa wewe unaweza kuniambia Hilda Newton anafanya nini Kenya? Ni daktari, ni nesi? Kwenye hilo sijafahamu. Sijafahamu. Very good. Unaweza kuniambia kazi ya Nuru Vazi? Na kwenye hilo sijafahamu pia. Very good. Kwa hiyo say yako ni nini? Yani kwamba wanalipwa kufanya wanachokifanya. Na ni nani anawalipa? Ni mtu binafsi, kampuni, taasisi, au ni nani atakuwa anawalipa? Kwa wewe unafikiri? Umoja wa Ulaya. Kwa Umoja wa Ulaya unawalipa wanaharakati? Yeah. Unafikiri ni kwa nini? Ni kwa sababu wanaamini Tanzania kuna uonevu. Na je, wanaharakati wapo Tanzania tu na wanaongelea tu hizi nchi zetu za Tanzania na Afrika Mashariki? Nchi zingine siwezi kujua, ila naijua Tanzania. Kwa hiyo wanalipwa ili kuongelea Tanzania, kuvuruga nchi. Unajua ajenda ya Ulaya ni moja. Ndio. Hawataki serikali za Kiafrika zitengamae. Wanataka serikali za Kiafrika ndio wawe wanawaza migogoro tu, hamna kitu kingine. Yani kwa mfano rais wa nchi ndio anawaza kujenga barabara. Ndio. Leo anasikia Heche kasema hiki.
nchi akasema hiki, Ndio. unafikiri rais wa nchi anakuwa na amani moyoni? Haiwezi kuwa na amani. Hawezi kuwa na amani. Mm. Kwa hiyo Europeans walituchezea kwenye dini, ndio, wakatuchezea kwenye vyama vingi, ndio, na sasa hivi wanatuchezea kisaikolojia, ndio, to make sure that Africa will never develop. Okay. Yeah. Okay, will never develop. Okay, naomba pia niongeze swali moja la mwisho ambalo nilikuwa nimelisahau. Jana waliokuwa wamesema wangejaribu kufanya huo ambao walikuwa wanataka kufanya uvunjifu wa amani haujatokea sehemu yoyote na haujaripotiwa kutokea sehemu yoyote katika nchi yetu ya Tanzania. Na sasa nchi ina amani na imetengamaa vizuri tu na usalama pia umeimarishwa na vyombo vyetu vya dola. Kwenye hilo unaliongeleaje? Unaonaje, na ushauri wako pia kwa serikali na wanaokutazama pia ni upi? Ushauri wangu, si serikali imefanya kazi jana. Ndio. Sasa ni washauri nini tena? Lakini wewe kwa maoni yako unaonaje? Yaani kutokea na ulinzi, naona wamefanya kazi nzuri. Na watu hawakutoka, walifanya vizuri. Ndio. Yeah. Lakini watu kutoka, unadhani itakuwa ni vizuri? Watu walikuwa wameweka au wamenunua mabanda kule Sabasaba, walitegemea watu kuenda kule na kufanya biashara zao. Huoni kwamba hiyo ilikuwa pia ni hasara? Ni hasara, lakini bora amani na hasara ikapatikana ndani ya amani. Aya, okay. Na je, ikitokea siku nyingine wakasema tena walichokuwa wamekisema, hauoni kwamba tutakuwa tunasumbuka sana kama nchi? Itapunguza makali kuliko la sasa, kwa sababu kilichosababisha watu wasitoke saa hizi ni hofu ya tarehe 29. Wengi walijua kwamba hapa kuna kupigana risasi hapa, kwa hiyo ndio maana watu walifunga maduka, waliamua kukaa nyumbani. Hofu ya tarehe 29 ndio imejaa hofu ya jana. Lakini unadhani ni sahihi kweli wananchi kuwa na hofu na kwamba wahofie kwamba kuna upigwaji wa risasi na vitu vya namna hiyo? Unafikiri ni sahihi? Hofu ni kitu sahihi. Mbona Mungu mwenyewe anawatia watu hofu kama nitawachoma moto? Okay. Kwani hofu ni kitu sahihi ambacho kipo mpaka mbinguni. Okay, asante sana mzee Clemence Mwandambo. Na imani pia interview hii ambayo tumeifanya utaiona katika vyombo vyetu, na nitakurushia pia kwenye TikTok chats zetu ambazo tulikuwa tunawasiliana pia. Kwa hiyo nashukuru pia kwa muda wako, lakini pia nikutakie siku njema. Okay. Okay, asante sana. Guys, hii ni Summerlin TV. Interview hii tumefanya na mzee Clemence Mwandambo ambaye ni mtengeneza maudhui na mtu ambaye kiukweli kwa nyuma alikuwa akifuatiliwa na watu wengi zaidi. Kwa sasa hivi sijajua, lakini tuambie kwenye comment hapo, hadi sasa hivi umejifunza nini kwenye hii interview nzima, lakini pia umeona nini na una maoni gani? Tuachie kwenye comment, lakini pia tukutane siku nyingine. Asanteni sana, nautakia siku njema. Hii ni Summerlin TV na mimi ni Sam.